Joto la siasa lazidi kupanda Tanzania huku taifa likikaribia kufanya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Lakini vuguto la kisiasa likoje? Wakati taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi, kunao wanaotaka kufanyike mabadiliko kwanza ya katiba kabla ya uchaguzi. Msimamo huo umetoka kwa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema ambaye anachukuliwa kama kiongozi wa upinzani kwa sasa. Kwa wiki kadhaa sasa, Tundu Lissu amekuwa akinadi kauli mbiu inayosema no reforms, no election, ikiwa na maana kama hakuna mabadiliko basi uchaguzi usiwepo. Kampeni ya Lissu inasisitiza kuwepo kwa mabadiliko ambayo ana imani ndiyo yatakayohakikisha mfumo wa uchaguzi ulio wazi na wenye usawa. Amekuwa akiongea juu ya kurekebisha sheria ambazo anaamini zinakandamiza uhuru wa kujieleza, kujumuika na kukusanyika, ambazo kihistoria anadai zimekuwa zikitumika kuwalenga viongozi wa upinzani na mashirika ya kiraia. Katika hotuba yake hivi karibuni, Lissu alizindua vuguvugu yake hiyo yenye kauli mbiu hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, akisisitiza msimamo wa chama chake kuhusu kushiriki katika uchaguzi ujao iwapo tu mageuzi makubwa yatatekelezwa. Kumbuka kuwa kufikia sasa bado haijawa wazi iwapo Lissu ndiye mgombea rasmi wa urais licha ya kuwa ameteuliwa mwenyekiti. Bado chama hakijaamua. Lakini kwa Lissu haijalishi nani atakayepeperusha bendera ya Chadema katika nafasi ya urais. Anachotaka ni mambo yawekwe sawa kabla kufanyika kwa uchaguzi. Lakini hili linaibua maswali mengi zaidi kuliko majibu. Anao uwezo wa kusitisha uchaguzi? Na iwapo atasukuma kufanywa marekebisho kwanza kabla ya uchaguzi, ikizingatiwa imesalia sio chini ya miezi 6 kabla ya uchaguzi, hii itakuwa na athari gani? Tukianzia swala la mwanzo, Lissu hana mamlaka ya kusitisha uchaguzi, na iwapo Chadema itahususia, basi inaweza isiwe msimamo wa upinzani Tanzania. Lakini iwapo serikali itakubali kuanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba kabla ya uchaguzi, basi zoezi hilo linaweza kuchelewesha kufanyika kwa uchaguzi kama ilivyopangwa, kwa sababu mchakato wa katiba kuchukua muda mrefu. Kwa mfano, Kenya ilichukua takriban miaka 5 kutengeneza katiba mpya. Kwa hiyo kufanywa marekebisho hata kama ni vipengee kadhaa tu itachukua muda, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anaweza kuendelea kuwepo hadi mchakato utakapomalizika. Lakini Tundu Lissu mwenyewe ameshajaribu kuwania nafasi hiyo ya urais mara moja dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli katika muhula wake wa pili na akashindwa. Iwapo atateuliwa na chama chake kuwania au iwapo anao mvuto wa kisiasa kwa wafuasi wa upinzani ndani ya Tanzania kubadilisha taswira ya siasa ya Tanzania ni suala la kusubiri kuona. Lakini wewe unaamini upinzani umejitosheleza kwa sasa kukabiliana na CCM?